na tuko vizuri na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutashiriki. Lakini pia ni nafasi pia hata kwa wachezaji wale ambao wapate playing time kufanya nini? Kucheza, kwa sababu tunajua hata Uingereza kuna ile inaitwa nini, kombe gani inaitwa gani? Carabao. Kwa hiyo Mapinduzi pia inajenga pia watu hawajamuona Semfuko siku nyingi sana, na Semfuko acheze. Kwa hiyo tutashiriki Mapinduzi, wala no doubt about it. Kwa hiyo kama buku kabisa hoteli Zanzibar tutashiriki. Umoja wa vilabu no comment. No comment. Kuna vitu tunavifanya lakini no comment. Kwa sababu tunataka kujua huyu umoja wa vilabu jinsi ulivyoundwa, constitution yake, na unafanyaje kazi, na kama ndio viongozi wenyewe wanabagaza vilabu. Tunataka kujua. This is serious. This is very serious. Kwa hiyo no comment mpaka until further notice. Na nikiingia napata nini? Sio kama mnaelewa? Nikiingia napata nini? Kwa hiyo hatufanyi vitu kwa ushabiki. Wala tuki kwa ushabiki. Na angalia kuna hata klabu za Egypt ziko pale. Haziingia. Tunaingia kwa ajili ya nini na tunapata nini? Unajua kuna jambo ambalo labda ningependa kulizungumzia, naomba radhi. Umoja huu kiini chake au chanzo chake, Simba walishiriki kwa 100%. Na wala sio jambo ambalo limezuka. Ni jambo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu. Na kama hamfahamu, Simba ndio klabu iliyoko nominated miongoni mwa vilabu 8 Afrika kushiriki African Football League. Na African Football League iliandaliwa na CAF kwa kushirikiana na FIFA, ikiwa ni pilot ya mashindano ya vilabu vya dunia. Simba ndio walioshiriki na tulicheza hapa uwanja wa Taifa, na hata inauguration yake ilifanyikia hapa, na ndio chanzo cha mashindano haya ya vilabu yaliyofanyika Marekani. Na huo umoja ulianza kuzungumziwa hapa na kila kitu. Sasa inawezekana ikawa wenzetu wana ubunifu hata wa kuanzisha umoja wa vilabu wa Afrika na nini, kwa sababu wana akili nyingi, lakini ni kitu ambacho kilikuwepo. Walifuata sample ya European, UEFA, wakasema na Afrika wanayo na Amerika wameanza na mabara mengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio lazima, kwa sababu kila mtu anao uhuru wa kujiamulia nini anachotaka. Tutaangalia kama alivyosema mwenyekiti, tukiona kwamba kuna benefits ambazo tunaweza kupata. Maana nilisikia waandishi wanasema unajua, baada ya kuingia mwenyekiti huyu ndio vilabu vimeanza kupewa fedha kwa ajili. Vilabu vinapewa fedha za maandalizi ya mashindano ya kimataifa tangu mwaka 90. Ndio mzee? Miaka yote wanatoa kile kinachopatikana kama royalty, wanagawa kwa vilabu vyote vilivyoshiriki. Wala sio kwa sababu ya umoja, wala sio kwa sababu ya nini. Hizo fedha zinakuja. Ukishiriki mashindano ukaingia kwenye group stage unapewa fedha kiwango fulani, ukienda quarter final kiwango fulani, ukienda semi final. Imekuwepo hiyo miaka yote. Na ushiriki huu wa Tanzania kwenye hizo bodi za kimataifa wamekuwepo tangu kina Mzerage, kina Tandau, kina Tenga, wameshiriki kwenye kamati nyingi za FIFA, kamati nyingi za CAF. Wala si jambo jipya wala limeanza leo. Mgogoro ile imezungumzwa sijui wapi kule, sijui Katari, sijui Katari kuna nini imezungumzwa. Mwandishi amesema tulitajwa pale kwamba sisi katika mifano ya kwanza, niseme hakusema Simba. Ile ilionyeshwa picha kwamba yani unazungumzia matatizo afu unaonyesha picha za wapenzi wa Simba. Mimi kwa maoni yangu mimi, that was uncalled for and it was very unfortunate kutoka kwenye mtu ambaye anatoka ardhi ya Tanzania, ambaye ndio nasema mwenyekiti wa vilabu, lakini anaamua kuonyesha Afrika na dunia kwamba
Tanzania kuna nini? Kuna shida. Ajifikirie mwenyewe hicho alichokifanya alitaka kuachieve nini. Sasa kama klabu bora ambayo yuko Tanzania unaionyesha kwa dunia kwamba katika Tanzania kuna matatizo, alitaka kuachieve nini? Tunasema ni narrow thinking, kwa sababu unafikiria kwamba hapa unaubeba ushabiki. Ule ushabiki ule unaubeba kuupeleka sehemu ambayo haistahili. Good governance haina uhusiano wowote na matokeo. Wale watu wanakuwa wanaambia kwa nini timu yao haifanyi nini? Haishindi, haifanyi vizuri. That is not poor governance. It's not. Sio poor governance. Governance ni kwa kwamba kuna corruption, kuna rushwa, hakuna uwajibikaji, vitu haviko wazi, hakuna transparency, unaendesha vitu unavyojua mwenyewe. Hiyo ndio poor governance. Na principles zake. Na pengine hawakuelewa hata hii poor governance atakuwa kuzungumzia nini. That was unfortunate. Kwangu mimi it was very unfortunate. Kwa sababu mtu ambaye anataka kuprotect mpira wa Tanzania hafanyi protect. Na bado tunalifanyia kazi tuweze kusema nini. Kwa kweli amekosea Simba, amekosea nini? Kuna klabu hapa Afrika zina poor governance, hata mishahara ilipo. Kuna klabu kutwa zinashtakiwa FIFA na wachezaji. Zinashtakiwa FIFA na makocha. That is poor governance. Umeona mkataba ulipi mtu mpaka nakupeleka FIFA, mpaka upeleke FIFA hujamlipa zaidi ya miezi 2-3. That's poor governance. Asante. Club licensing inataka mpaka timu ziwe na viwanja vya mazoezi. Kwa timu hazina viwanja vya mazoezi, zinazunguka. Hawasemi. Kwa kweli katika haya kawaida sikutegemea kitu kile kifanyike. Na hata bodi hatukutegemea kifanyike. Pengine tutadulisha mamlaka ziweze kujua kwamba hichi kile kifanyika si sawa. Na nafikiri kama nchi pia watu wajue nafasi zao. Unapokuwa kwenye nafasi fulani, unapewa nafasi fulani. Unatoa ushabiki, unafanya vitu ambavyo vinaweza kupromote mpira wetu, kupromote nchi. Sasa yule mzee Magoma kila siku anazungumza pale. Nayo hauni, kwa hiyo ni tatizo. Wakitoka leo wanachama 10 wanazungumza wakapiga kelele, tayari hiyo ni poor governance. Come on. That was unfair. Kiukweli kabisa. Hatukufurahishwa. Wanajaribu kujificha lakini kila mtu anajua intention yake ilikuwa nini. Sisi Simba tushindane na mtu. Simba sisi tunashindana na taji. Kuna watu kucha kila siku lazima iongelee Simba. Sija apate attention. We don't. Ahmed. Kwanza usiwataje bwana. Sisi tuna chakula kimejaa kwenye meza vya kufanya vya maana. Hii sio kutafuta nani. Sisi tuna agenda tunakuja nazo za maana za kuifanya Simba iwe bora. Sisi tutashindana na standards zetu na target zetu. Hatuwezi kwa kutwa tunataja timu tu. Yaani kila mtu akiamka ni short lived, itakwenda itaisha. Sisi tutaweka mikakati ya kuendeleza timu kimkakati ambapo tunaona nafaa. Na itakuwa ni 360 degrees. Timu ya mpira, timu ya wanawake, timu ya watoto, infrastructure na membership growth na engagement. Tunaenda kutoa tangazo, tumempa jana mamlaka. Tangazo la director wa membership, tangazo la director wa technical, upya kwa vigezo vipya. Tunataka timu ambayo inakuwa kwenye engo zote. Hatutaki vitu vya propaganda tu hivi. Ili kesho na kesho kutwa hata tukiondoka sisi hapa anakuja mtu anakuta kuna watendaji wao kabilika, kuna vitu vimekamilika katika Simba.
klabu inapiga hatua kubwa. Trust me, this club is going to be great. Sio kwa maigizo, kwa kuweka malengo yake wenyewe ya kukua na kuata klabu nzuri